Na wewe vile vile iko kazi uliotumwa. Be courageous. Be strong. Shike mkono mwenzako, mwambie kumtumikia Mungu ni kutumikia watu. You know what I'm saying? Saving God is saving mankind. Kwa sababu unapofunga ili iweje? Unafunga ili uwasaidie watu. Unapohubiri neno unahubiri iweje? Unahubiri neno ili watu wafunguke, unawapa elimu. Mimi nasaidia watu kwa namna ya rohoni. Wanasiasa wanasaidia watu kwa namna ya maendeleo. Watu wale ambao mimi nawasaidia wafunguke, ndiyo wale na waombea wapate viwanja. Watapata wapi viwanja serikali isipopima viwanja? Watu wale na waombea, huyu ana shida kabisa, anasema nyumba yake haina umeme. Kwa hiyo mimi namuombea, lakini lazima kuwe na component ya kiserikali ambayo inatoa umeme kwa bei nafuu. Na ndiyo maana mtu alikwambia tenga siasa na dini, anakudanganya, zinakorogwa pamoja hivi. Anakudanganya, ni mwongo, zinakorogwa pamoja. Na ndiyo maana umeona jana kiongozi wetu wa kidini ambaye ni mkuu wa taifa la Iran, Ayatollah Khomeini, amepigwa na kombora la Marekani. Ni kiongozi wa dini wa Mashia, kiongozi wa dini, lakini pia ni mkuu wa taifa. Lakini ndio kiongozi wa Mashia duniani, ni mkuu wao, lakini pia ni mkuu wa taifa la Iran. Alafu mtu anakuambia usijaribu na siasa, anakudanganya. Angalia nchi inaitwa Roma. Rais wa Roma anaitwa Papa, ndio rais wa nchi inaitwa Roma, inaitwa Vatican. Ni rais ambaye pia ndiyo mkuu wa kanisa letu Katoliki duniani. Ni rais pia, lakini mkuu wa kanisa Katoliki duniani, kanisa letu pendwa, lakini rais anaendesha kanisa, anaendesha na nchi inaitwa Vatican. Alafu mtu anakuambia, anataka kunyonyonyoa, anakuambia bwana, unajua anachanganya siasa na dini. Mwambie tunakoroga pamoja. Sio kuchanganya tu, koroga kwa pamoja. Niulize kwa nini? Mimi nakuombea kwa jina la Yesu uwe mzima. Lakini uzima unaweza kupatikana kwa madaktari hospitalini. Ina maana dawa lazima ziwepo. Sasa mimi nikikuombea alafu dawa hazipo, mimi nitakuwa nimeangukia pua. Dawa si hazipo. Lazima kuwe na combination ya anayeomba na anayetoa dawa. Mimi nikiomba kwamba jamani, wale walioonewa magerezani, waliosingiziwa kesi watoke, mpaka iwepo mamlaka yenye kusema umeachiwa gerezani, mamlaka ya kiserikali. Unanielewa ninachosema? Kwa hiyo these are combined together. Spiritual justice and physical justice are combined together. Ile haki inayotoka kwa Mungu na ile haki ya kimwili vimeungana pamoja, na tunakaribia kuvipata sasa. Mtu apige makelele aseme haleluya. You see, mimi ni daktari wa philosophy. Nikwambie jambo moja. Ukitaka uvae vizuri, wangapi wanapenda kuvaa vizuri? Hata mimi napenda kuvaa vizuri. Maana yake waziri wa viwanda na biashara atengeneze mazingira mazuri ili kusudi nguo zinazokuja ziwe nzuri, zenye uwezo wa kununulika. Lakini waziri wa viwanda na biashara ni mwanasiasa. Ina maana kuvaa vizuri kwangu kunamtegemea mwanasiasa. Ili mabati yawe bei na nafuu, lazima Wizara ya Fedha iwe na policy nzuri za kufanya mabati yauzwe kwa bei nafuu, ili kila mtu aweze kujenga nyumba. Hata kama nikikuombea mimi mpaka nikatoa moshi mdomoni, kama mabati hayapo utawezeka na mikono? Wewe umenielewa? Nikikuombea Baba, katika jina la Yesu, naomba shamba lako upande na uvune, lazima mbolea ziwepo. Anayeingiza mbolea sio Askofu Gwajima, ni serikali, lazima iingize mbolea. Kwa hiyo mimi naweza kucheza na anaingiza mbolea kwenye ulimwengu wa roho, nikamwambia aliyekataa kuwaingizia mbolea wananchi, kaba shingo yake, wananchi wapate mbolea. I work on a spiritual basis. Kwa hiyo they are combined together.
Sio, unakumbuka ilipotokea maandamano tuliambiwa tukae ndani bila kutoka. Waliotuambia ni wanasiasa. Ina maana mwanasiasa amekupangia lala saa 12 na ukalala. Siasa. Alafu wewe unasema kwamba unajua siasa. Sikiliza nikwambie. Ukiona mtumishi wa Mungu yeyote hanyoki kwenye mambo yake, huyo ni mtumishi wa Ibilisi aliyevaa magamba ya utumishi wa Mungu. Listen to me. Ukimwona mtumishi wa Mungu anajikomba, sikiliza. Let me say again. Mtu kilaza anabebwa na kujipendekeza. Hata maofisini, wale ambao hawana uwezo kielimu, kimawazo, there is no delivery, hawezi kudeliver, hawezi kuperform, shughuli yao ni kujipendekeza. Bosi unaupiga mwingi, bosi vipi, bosi songa mbele, bosi wanakuongelea wewe, bosi anajipendekeza. Na vile mtu vikilaza vina kipaji cha kujipendekeza. Bosi watu wanakuongelea, bosi unaupiga mwingi, muulize mwingi uji. Mwingi ni usingizi. Lakini yule mtu anayeweza anabebwa na uwezo wake. Uwezo wako unakubeba. Yeye anayebebwa na uwezo hahitaji kujipendekeza. Na ndio maana ukitaka kufaulu kwenye maisha, if you want to succeed in life, if you are a leader, if you are surrounded by weak people, you are also weak. No matter how strong you are. No matter how weak you are, if you are surrounded by strong people, you are also strong. Therefore, intelligence is to be able to surround yourselves with strength. Huku umezungukwa na jabali la jiolojia, huku umezungukwa na jabali la sheria. Maana yake ni kwamba wewe ukiwa na nguvu, halafu walio kuzunguka ni wadhaifu, wewe pia ni dhaifu. Lakini wewe ukiwa dhaifu ukazungukwa na wenye nguvu, wewe una nguvu. Wewe ukiwa na nguvu ukazungukwa na wenye nguvu, wewe unaitwa jabali. Kwa hiyo akili kwenye maisha ni kujizungushia na wenye nguvu. Wewe unakuwa mwenye nguvu, unachagua jabali la fizikia, jabali la uchumi, jabali la uhandisi, jabali la jiolojia, jabali la arkeolojia. Unazungushia majitu yenye nguvu, yenye uwezo, na unawaamini wale watu kwamba wanaweza kuifanya hiyo kazi. Unawaachia kazi. Kama unataka kufaulu, ama kampuni, ama taasisi, ama nchi, waondoe hawa jamaa wanaoshadadia ujinga. Jizungushie na majitu yenye nguvu yanayojua jambo la kufanya. Piga kelele, sema haleluya. Ukiwa na nguvu ukajizungushia na wenye nguvu, wewe ni jabali. Ukiwa na nguvu ukajizungushia na watu wadhaifu, wewe ni dhaifu. Kwa hiyo ujanja ni kuloketi vipaji. Katika nchi unapiga jicho Liwale, unamwona mtu mmoja yuko tarafa ya Liwale, amesoma uchumi na anaujua, bila kujali dini yake, anakula nini, anaabudu mawe. Mlete huyo, muweke hapa. Uko hapa, unaona kule Kyela kuna jitu moja ambalo limesoma mambo ya archaeology, unalileta hapa. Uko hapa, unaangalia kule Uchagani, unamwona Mchaga mmoja anaujua uchumi. Unajua sio issue kujua uchumi, sio issue. Issue ni kujua dunia inaelekea wapi, ili tutangulie kule inakoelekea dunia. Sika unanielewa? Issue sio kujua uchumi. Issue ni kuwa na macho ya kuiona kesho. Ukasema kwamba hivi dunia inaelekea wapi? Hivi vita hii ya Marekani anapiga Irani itazaa nini? Kwa hiyo lazima yawepo majitu yenye akili ya kujua kitazaliwa nini, ili kama taifa tutangulie mbele kule ambacho tuanze kabla kitazaliwa. Mwambie mwenzako, jizungushie na majitu yenye nguvu. Rudia tena. Intelligence in life is to surround yourselves with strength.
you believe them, unajizungushia wenye nguvu na unawaamini. Jizungushie na machawa, utaona moto wake. Ukijizungushia na machawa, utaona moto wake. Chawa huwa hakatai neno. Anakuambia oh ya, endelea mbele. Lakini ukiwa umezungukwa na majitu, na majitu yale uyaamini. Mimi nimesoma namna ya kuiokoa taasisi inayoanguka. Namna ya kuokoa taasisi inayofanya nini? Hatua ya kwanza, fire the executive. Ukiwa na taasisi inaanguka au kampuni umeitwa uiokoe, cha kwanza fukuza wale wakubwa wa juu wale. Sema kwa nini? Ndio walioifikisha hapo kampuni. Fire the management. Alafu unaanza kujenga management mpya. Namba 2, angalia loophole ambazo zinafanya fedha inapotea hovyo. Ziba hizo loopholes. Kabla hujatafuta pesa, linda pesa ulionayo. Kabla hujatafuta pesa, hiyo ndogo ulionayo uilinde kwanza. Linda ulichonacho kidogo. Namba 3, mianya ya rushwa. Mimi nataka kuokoa kampuni inayoanguka. Angalia kwenye kampuni ile kuna mianya gani ya rushwa. Mianya ya rushwa. Hela zinazopotea kwa rushwa ni nyingi kuliko mapato ya kampuni. Angalia mianya hapa. Namba 4, hakuna upendeleo wa kifamilia wala wa kikabila wala wa kidini kwenye kampuni, kwenye taasisi. Akija mama yako kwenye taasisi, simjui. Akija mjomba wangu, simjui. Akija mnyachusa mwenzangu, simjui. Mimi nataka watu wenye vipawa, wakipewa kazi inaenda. Wao wanamjua Yesu, hawamjui Yesu. Mimi naangalia vipaji. Kwani Wachina wameendelea na Yesu? Kwani Mjapani ameendelea na Yesu? Kuna kanuni za kuzishika ili taasisi iendelee. Ukizishika zile, hata kama huna Yesu, unapaa. Rangi ya paka inakuja baadaye. Kinachoanza ni uwezo wa paka kukamata panya. Let me say in English. We don't care the color of the cat. What we consider is the ability to catch mice. Rangi ya paka hatujali. Jitu liko hapa. Huyu ni Muislamu mzuri, anamjua Subhanahu wa Ta'ala, lakini ni mchumi mzuri, weka ndani. Huyu ni Buddha mzuri, lakini anajua archaeology, weka ndani. Huyu anaabudu mawe, ili mradi mawe hayo hatutupii sisi. Ingia ndani ufanye kazi. Unakuwa na uwezo wa kuviangalia vipaji, unaangalia vipaji. Unaangalia vipaji. Vipaji ndio human resource ya taasisi. Mwangalie mwenzako, mwambie halo. Mwangalie halo. Lakini kwa nini taasisi haifanyi hivyo? Kwa sababu watu hawa ni watu waliochukuliwa na kutekwa. Wamenaswa katika mashimo. Hawapo. That understanding. Na kwenye taasisi hiyo, taasisi zote, wakimwona mtu ana kipaji ameingia pale, wanaanza kumpiga vita. Idara yote unayofanya, iwe ni polisi, iwe ni magereza, iwe ni idara ya usalama, iwe ni bunge, iwe ni mahakamani, iwe ni wizara yote, ukiwa unaweza, ukiingia tu bosi akakuona unaweza, anaanza kupiga udongo. Wewe ndio unayefanya research kila kitu, yeye anakuja kusaini tu, lakini anakupiga udongo, abaki yeye. Wenzetu wakimwona mtu anaweza, wanampa nafasi. Je, niseme kidogo au nisonge mbele na mashimo ya rohoni? Niseme kidogo, nisonge mbele na mashimo ya rohoni? Kuna mtu ananuna, kununa hakukusaidii. Mimi naongelea nilichosoma, kuiokoa taasisi inayofanya nini? Inayoanguka. Kanuni.
Una kampuni inayoanguka, una kanisa linaanguka kabisa, una taasisi ya kifedha inayoanguka, taasisi ya kibiashara inayoanguka. Fire executive. Mwangalie jirani yako, mwambie akili ni kujizungushia na wenye nguvu. Kila mtu aniangalie. Kukiwa na majambazi 7 na wewe huibi kabisa, lakini ukawa unafanya nao mazungumzo, wewe ni jambazi la 8 baada ya mwaka mmoja. Kama una marafiki machangudoa 6 na wewe unapenda kukaa nao, kuongea nao, kuzungumza nao, baada ya mwaka mmoja wewe changudoa wa 7. We increase or decrease by association. You will always increase or decrease by association. Unaongezeka na kupungua inategemea unaambatana nani. Na ndio maana wewe umekuja hapa Ufufuo na Uzima, umekuja kufanya nini? Unaona ndani ya moyo wako kama maneno nayo yasema yana uhusiano na wewe, unasema niambatane naye, sio kwa sababu ya urefu wake au wembamba wake au kabila yake, kwa sababu maneno nayo yasema yana uhusiano na mimi. Ninaagiza uongezee kuanzia leo kwa jina la Yesu. I command you to increase. Raka paseke shatata sata. Mwambie mwenzako utaongezeka au kupungua kutegemea unaambatana nani. Increase or decrease by association. Kaa kidogo. Wachawi wanaweza kuchukua nafsi ya mtu. Maana nimeongea mambo, kuna mtu amefungua macho ananiangalia, wacha basi nikupe nafuu, nirudi kwa wachawi na mashimo, nikuache upumue kidogo. Wanasema a breathing space.